Kama tukipata madiwani, watakuwa ni sehemu ya utekelezaji, ni sehemu ya serikali. Kama tukipata wabunge, ni sehemu pia ya utekelezaji, kwa maana ni sehemu pia ya serikali. Kama tukipata rais ambaye atapewa mkataba wa miaka 5 kuiunda serikali yake na kutekeleza kwa niaba ya wananchi. Sasa tunataka tushiriki ili kwenda kulinda thamani ya kura na kuambia wananchi ya kwamba kura yao ndio ina thamani. Kura yao ndio inageuka kuwa mkataba wa miaka 5 kwa hizi ngazi ambazo tumewachagua. Si ndio ndugu zangu? Kama ni diwani, kama ni mbunge, kama ni rais. Sababu kama jinsi nilivyosema, kuna wananchi ambao ni wananchi, kuna sisi kama chama ambacho kinatoa mgombea mzuri ambaye tunaenda kwa wananchi kwenda kuwashawishi wamchague huyu mgombea wetu. Akishachaguliwa anakuwa ni sehemu ya serikali ya awamu hiyo. Endapo tukipata uraisi, kwa maana kwenye wagombea kadhaa akipatikana rais, huyo rais amepewa mkataba wa miaka 5 na wananchi. Na kitu kimoja ambacho sisi tunasikitika ni kwamba inawezekanaje tume ya uchaguzi itukosee, ishiriki zoezi la uwizi. Inamaanisha ya kwamba serikali itakayoingia madarakani haitakuwa inathamini wananchi, sababu imetokana na uwizi. Tunataka mwananchi kura yake ndio ilete thamani, imsaminishe rais, ili rais ajisikie kwamba hapana, hawa watu wananidai, wamenichagua, ngoja niwatumikie kwa jasho langu, niwaonyeshe kwamba hawakukosea kati ya wale wagombea wote. Ndio sisi ACT tunataka turudishe nchi kwenye misingi yake, kwa maana tunashiriki ili kwenda kulinda thamani ya kura. Na hata hawa wagombea tutawapatia semina, watakuja hapa, tutawaambia, lakini pia tutashiriki kwenye vikao mbalimbali, tutapeleka maoni hata ngazi za juu ya kwamba nyinyi wananchi ndio ambao mnaipa serikali mkataba wa miaka 5. Kwa hiyo kama jinsi nilivyosema kwamba kuna wananchi na kuna chama, hivi ni vitu viwili tofauti. Chama ni kwa ajili ya kuleta mgombea, wananchi ni kwa ajili ya kuchagua, na serikali ni mkataba. Serikali ni mkataba. Kwa hiyo sasa haiwezekani chama kiingilie uchaguzi wa wananchi. Hakutakuwa na serikali yenye haki, hakutakuwa na serikali yenye uchungu. Sisi tunaamini ya kwamba mtu yoyote ambaye anaringa, waga lazimika kufanya utafiti, kitu gani ambacho kinamfanya aringe, aidha ni mali alizonazo au kitu kingine. Sasa ukiona serikali iko madarakani inaringa, na kuringa kwake si unaelewa ni kwamba haifati misingi ya nchi, sababu mwananchi amewachagua muende muisimamie nchi na misingi yake, na tumekupatia wewe mkataba wa miaka 5. Lakini kama unaturingia sisi, unatukosea heshima. Juzi tumeona Chadema wameenda mahakamani kwa mwenyekiti wao, lakini wanazuiwa. Kiongozi wetu wa chama ameenda mahakamani kwa mwenyekiti wake wa TCD, lakini amezuiwa. Sasa tunajiuliza, mahakama ni muhimili mwingine na serikali kama watendaji ni muhimili mwingine. Hakuna maingiliano, bali kuna ushirikiano. Labda kama jaji wa mahakama angeandika barua kwa vyombo vya polisi ya kwamba hawa wafuasi wa hichi chama wakija huku huwa wanaleta vurugu, kwa hiyo ninaombeni muimarishe ulinzi, hapo sawa tungesema. Lakini matamko yanatoka kwa mkuu wa mkoa. Sasa hizo ndio dharau, kama tunavyosema kwamba
huyu bwana mbona anaringa, kitu gani kinamfanya aringe? Kumbe ni mali au kitu kingine. Kwa hiyo sasa sisi tunashiriki ili kwenda kulinda thamani ya kura. Lakini jambo jingine, kwa nini tunashiriki? Tunaamini ya kwamba chama cha CCM kimeshindwa kuongoza nchi, kimeshindwa kuwaheshimu wananchi, kimeshindwa kusimamia misingi ya nchi. Ndio maana mimi nimesema kuna mwananchi, kuna chama, kuna serikali. Serikali ni kiongozi yoyote ambaye ametokana na chama aliyepewa mkataba, aidha mkataba wa udiwani, mkataba wa ubunge au mkataba wa urais, ili uweze kufanyeje? Kuunda na kuboresha serikali yako. Sasa hayo ni mambo ambayo ndugu zangu inatubidi tuwe nayo kwa makini, kwa kuwahabarisha waratibu, kuwahabarisha au wagombea na watiania. Sasa